Filamu inaanza na bwana mmoja ambaye alikuwa ni mwanajeshi komanda, yani hatari kuliko yeye. Na huyu jamaa anaitwa bwana John. Na John akiwa amekamatwa na yuko kwenye msafara, anasafirishwa na kupelekwa kwenye jela ambayo ni maximum security, yani jela zile ambazo hata utorokaji wake ni shughuli kwelikweli. Sasa wafungwa wote walipofika kwenye hilo gereza, hologram ikaanza kuonyesha ukutani, ambayo mkuu wa gereza, kwa Kiingereza wanamuita warden, akawa anawakaribisha pale akisema kwamba jamii haina matumizi na ninyi wote mliopo hapa ni kama wapuzi tu, ni kama mbwa tu. Jamii haiwataki na haiwatambui kabisa, na ndio maana mmeletwa hapa wanakuja watu wapuuzi kama nyie. Lakini baadaye tunamuona yule warden akiwa anasoma profile ya bwana John, ambaye alikuwa ni captain kwenye nafasi yake ya jeshini huko kwenye kikundi maalumu cha wanajeshi balaya. Na katika ripoti yake inaonyesha jamaa ameshatoroka kwenye magereza ya maximum security mawili, yani magereza yale konki mawili, jamaa ameshatoroka. Lakini DNA zake inaonyesha kwamba jamaa ni mtu mwenye akili. Alafu ni violent. Yani violent maana yake mtu mgomvi ambaye hataki kushindwa huyu mpuuzi alivyo. Sasa warden akawa anawaambia vijana wake kwamba sikilizeni, huyu mfungwa bwana John hatakiwi wala haruhusiwi kupata wageni, yani kutembelewa, hatakiwi kuongea na simu, wala hatakiwi kupokea barua na kutuma barua yoyote, na akileta shida yoyote atapata maumivu ambayo atayajutia kwelikweli. Muda mfupi baadaye bwana John akawa ametandikwa kwelikweli na akapelekwa selo, ambako akamkuta jamaa mmoja ambaye wanashare selo moja na yeye. Huyu jamaa alikuwa ameingiza kwa siri sana mkate. Sasa akaamua kushare ule mkate na bwana John. Sasa warden akiwa anaangalia kwenye security cameras, akawa ameona yule jamaa akiwa anamgawia John ule mkate ambao alikuwa ameuficha, na ilikuwa hairuhusiwi kuingia na chakula ama na kitu chochote kwenye selo zao. Sasa usiku John akawa amesikia mtu akiwa anachukuliwa, analia, anapiga kelele kwelikweli, na yule mwenzie akamwambia kwamba huyu jamaa anachukuliwa na kupelekwa sehemu moja inaitwa Absalom. Absalom ni kisiwa ambacho ni kisiwa cha mateso kwelikweli, na mtu yoyote ambaye atamisbehave, yani atafanya utovu, ndiye anayepelekwa kwenye kisiwa hicho, na ukipelekwa huko huwezi kurudi tena. Huyu jamaa akaanza kuongea upuuzi. Baada John ikabidi amzuie, walinzi wasije wakamsikia. Ilipofika asubuhi, John alishangaa kutokumuona mshikaji wake yule ambaye wanashare wote ile selo. Hayupo. Kumbe jamaa walikuwa wamemchukua na kumpeleka chumba cha judgment, yani chumba cha hukumu. Na kwenye chumba kile wafungwa wengine wote wanakaa juu wanaangalia kwenye kioo, wewe ukiwa unateswa pale kwa sababu ya makosa uliyoyafanya. Yule bwana warden akasema kwamba nadhani wafungwa wote mnajua ni marufuku kuingia na chakula kwenye vyumba vyenu vya kulala, na hairuhusiwi hata kidogo, na punishment moja kubwa sana utapewa endapo utakuwa unabeba chakula na kuingia nacho kwenye vyumba hivi. Sasa huyu jamaa alikuwa ndio yule ambaye anashare chumba na bwana John. Alivyogeuzwa, John akagundua kwamba ni yule cellmate wake. Basi warden akatoa kichuma fulani hivi ambacho kinapiga shoti mbaya. Akamjaribu kwanza yule jamaa, akamuonyesha John na kumuonyesha John na kumwambia John, sasa hii kazi utaifanya wewe. Lakini John akagoma bwana, akakitupilia mbali hicho kidude. Warden akakasirika, akachukua bastola na kutaka kumshuti yule kijana, na John hapo sasa akaamua kuiokota ile chuma. Lengo lake ilikuwa ni kutaka kumtizi, yani kumpiga shoti warden. Akamchukua warden na kuanza kutishia wanajeshi wale ambao walikuwa wanazunguka pale na kuambia kwamba nitamuua huyu. Lakini wanajeshi wakawa wamemzunguka pale na hana namna na hana sehemu yoyote ya kwenda. Wafungwa walishangaa kwa sababu sio rahisi mtu kuamua maamuzi magumu kiasi kile akiwa kwenye ile chumba cha judgment. Jamaa wakamtandika sana. Lakini masaa machache baadaye tunaiona helikopta ikiwa naenda kwenye kile kisiwa cha Absalom. Bwana we, kumbe bwana John waliona atawasumbua, wakaamua wampeleke kwenye kisiwa. Helikopta likashuka na John akarushwa tu bila maneno, bila chochote, bila mazungumzo yoyote. Jamaa alafu chuma ikawaka, ikainuka tena. John ile anaamka hivi, anainua na kutoa macho yake kwa sababu alipokuwa amepigwa alikuwa amezima kabisa. Sasa walipomrusha kule ndo akaja kuzinduka. Baadaye anavyozinduka akashangaa mapanya kibao yamemzunguka. John akawafukuza wale panya, na
kuangalia huko na huko akajiona kabisa yuko katikati ya poli, na hichi kisiwa kilikuwa kina wanyama pia, kwa sababu alikuwa anasikia sauti za wanyama kwa mbali. Sasa John akaanza kukimbia kwa spidi, lakini baadaye akaja akasimama ghafla baada ya kuhisi kama kuna watu wanatembea, watu wanakimbia kimbia ovyo. Akawa haelewi bwana, kumbe ni kikundi cha watu ambacho wanaishi kule, yani kama kabila hivi linaitwa outsiders. Yani unaweza ukaitafsiri kwa Kiswahili maana yake watu wa nje, outsiders. Alafu haraka wakawa wamemzunguka bwana John, wakamzingua pale na kumzimisha chini, wakamzimisha na kumchukua na kwenda naye bwana. Wakamchukua na kwenda naye mpaka sehemu ambapo hawa outsiders wanaishi bwana. Walivyomuona John, wale watu wengine ambao walikuwa kijijini pale wakaanza kumkimbilia John ili wampokonye nguo zake. Lakini alikuwa kiongozi wao anaitwa bwana Marek, ambaye ndiye alikuwa kama kiongozi mkuu wa hawa watu, yani outsiders. Akatoka pale na bunduki yake na kuwastopisha pale kwamba tulieni. Wakamchukua John wakampiga selo tena, huku nako akarudi selo. Akakaa kwa masaa kadhaa, na baadaye Marek akamtoa John na kutoka naye. Akamwambia karibu sana, lakini jamaa alikuwa anamkaribisha very friendly, yani akawa anamkaribisha kwa upendo sana, kumuonyesha kwamba anampenda bwana. Akamwambia karibu sana kwenye vacation yako, na wanakijiji wote wakawa wamekuja pale, wamezunguka pale. Sasa Mark alikuwa anataka kumuonyesha John kwamba wao wanaishi kule kwa nguvu, na watu wote wanaoishi pale wanatakiwa kuishi kwa kutumia nguvu, na ili waweze kumwamini lazima wajue kiasi chake cha nguvu. Sasa wakamchukua John na kutaka kumpambanisha na bwana mmoja anaitwa Raf. Akamwambia sikiliza wewe John, ukiweza kugombana na Raf basi utakuwa umeingia na kuwa part ya kisiwa chetu. Basi wakamchukua John na kumsukuma kwenye neti moja ambayo alikuwa ametengeneza pale, wakampa na kijikisu kidogodogo hivi. Alafu huyu bwana Raf sasa alikuwa ni mtu mwenye miguvu kweli kweli. Akaanza kuonyesha nguvu zake kwa mbwembwe, kumuonyesha John kwamba wewe ni kitu gani, mimi nitakuvunja kidogo. Akavunja hadi sanamu bro kwa mkono tu. Sasa John alikuwa na mambo mengi, akiwa yuko kule mbali kabla hata hajasogeleana na jamaa, akarusha kile kisu chake bwana, akikamchoma jamaa moja kwa moja kwenye moyo. Kikachoma kumoyo. Oya, lile jamaa likaanguka pale kwenye maji. Mark akafurahi sana kumuona John ana uwezo kiasi kile. Na akamsogelea John, akamwambia kijana, hongera sana kwa kufaulu kuwa part ya kijiji chetu. Lakini John alikuwa na mipango mingine. Akampokonya ile silaha yake na bwana Marek, alafu akamsukuma Marek akadumkia kwenye lile bwawa la maji. Alafu wale vijana wake na Marek walipoanza kumfuata John akaanza kuonyesha ile bastola huko akiwa anatoroka bwana. Sasa alivyogundua ile bastola kwamba yani lile bunduki halina risasi yoyote, John akaanza kutembea speedy. Hapo ndio ile yani unasema miguu niokoe kudadadeki. Akatembea mbaya yani. Hawa outsiders wakaanza kumkimbiza, wakamkimbiza kweli kweli. Jamaa baadaye akaja akajificha kwenye mti, na wale jamaa wakawa wamepitiliza, hawajaweza kumuona. Akatoa mkuki mmoja ambao akautegesha sehemu kama mtego fulani hivi, na mmoja wa wale wa outsiders akajikwaa kwenye ule mtego, akaanguka. Alafu John akamkamata kwa nyuma, akavunja shingo yake na akaiba silaha yake bwana. Baadaye akaanza kukimbia tena, akiwa kwenye spidi akawa ameteleza bwana, akaanza kubilingita, yani kuanguka kutoka kwenye kibonde, yani kibonde kirefu kweli kweli. Akawa amejiumiza mguu wake kwenye hiyo process, na alipofika chini akati anajifutafuta hivi, ghafla bwana outsider mmoja akawa amefika pale na kumkuta bwana John, akaanza kugombana naye bwana. Wakagombana, lakini John akaweza kummaliza jamaa kwa kutumia mkuki wake mwenyewe. Sasa kwa zile kelele za kupigana pale, wale outsiders wengine wakawa wamesikia John aliko. John akaanza kukimbia speed kweli kweli, wakaanza kumkimbiza, lakini kwa bahati mbaya John akawa ametegua mtego mmoja ambao outsiders wameuweka pale. Gogo likali nashuka kumfuata John bwana. John kwa bahati nzuri akameliona bwana, akalikwepa lile gogo ambalo lilikuwa lina misumari ya maana yani. Outsider mmoja akajikuta akivamia mtumbwi wa vibwengo yani kwenye lile gogo kudadadeki, kwisha bali yake. Lakini John akati anaendelea kukimbia, mmoja wa outsiders akamtandika mshale wa mguu bwana, na
John hakusita pale, akaendelea kukimbia. Sasa akawa amefika kwenye cliff, yani kwenye mwamba mrefu, alafu chini huko kuna mto bwana, na akawa hana sehemu ya kwenda na outsiders wamemzunguka. Mmoja kati ya wale outsiders akamtandika mshale wa shingoni bwana. John akaanguka kuelekea upande wa kule kwenye maji bwana. Kwa bahati nzuri John akawa amesurvive bwana, akaweza kupona kutoka kwenye ile mwamba mrefu kweli kweli ambao alianguka bwana. Sasa akiwa amepelekwa na maji, kikundi kingine cha watu kikawa kimemuokota John, na hiki kikundi chenyewe kinaitwa insiders. Wale kule wanaitwa outsiders, hawa huku wanaitwa insiders. Yani hawa ni wale watu wa ndani, wale kule watu wa nje, hawa huku wa ndani. Insiders, outsiders. Wakamchukua na kwenda naye mpaka kwenye kijiji chao, ambacho hichi kijiji chao kilionekana ni kizuri zaidi. Kiko modern, yani kina nyumba nzuri, watu wana maisha pale, kuna vitu wanavifanya ambavyo vina make sense kwenye maisha ya kawaida. Lakini hii habari ikawa imefika kwa warden kule gerezani, kwa sababu pia walikuwa wanafuatilia kila kinachoendelea kwenye kile kisiwa. Hasa kwenye watu hao wa insiders walikuwa wana macho yao wanaona bwana. Sasa habari zilivyomfikia warden akashangaa sana, kwa sababu haijawahi kutokea mtu amefanikiwa kutoka kwa outsiders kuwakimbia outsiders na kuja kwa insiders. Nilikuwa ni kitu kigumu sana. Asubuhi John alivyoamka alishangaa sana hawa wafungwa ambavyo walikuwa wamejipanga na wanavyoendesha maisha yao, na watu huko walikuwa wana amani sana. Akaendelea pale na kuanza kutembea huku na kule, kuangalia mambo fulani hapa kijijini na kujifunza viwili vitatu vinavyoendelea hapa kwenye kijiji. Sasa akataka kuingia kwenye kijengo kimoja hivi ambacho hiki kijengo kilikuwa kiruhusiwi. Sasa akaja jamaa mmoja anaitwa Hawkins pamoja na Skull, wakamzuia pale. Akamwambia, wewe sikiliza bwana, hiki chumba haruhusiwi mtu kuingia. Wewe ni mgeni, huwezi ukaingia tu sehemu ambayo hauifahamu. Lakini baadaye John akaja kuwa introduced kwa kiongozi wa hawa insiders, ambaye watu wote wanamjua kwa jina la father, yani baba. Akamwambia John, wewe ni mtu wa kwanza, haijawahi kutokea mtu ambaye alifanikiwa kuwatoroka outsiders na kuja huku kijijini kwetu, na kumwambia kwamba umetufurahisha sana na tunakukaribisha uweze kujiunga na kijiji chetu. Lakini John akasema, mimi hapana, mimi mpango wangu ni kuondoka hapa kijijini. Baadaye akaonana na Dysart ambaye alikuwa ni fundi pale. Unajua kila sehemu kuna mafundi. Yeye ile kazi yake alikuwa anaifanya sasa hivi, alikuwa anajaribu kufanya repair ya bunduki. Sasa wakiwa pale, John akaanza kushare idea zake namna gani anaweza kurepair ile bunduki. Sasa kwa sababu hiyo Dysart akawa amemkubali sana John na wakabond, kwa sababu naye alikuwa na hizo knowledge za kujua bunduki na vitu kama hivi. Sasa baadaye Dysart pamoja na Hawkins wakamchukua John kwenda naye sehemu ambayo wanaweza akakiona kijiji chote, yani kwenye mnara mkubwa mrefu wa kijiji. Wakawa wanamuonyesha miliki ya kijiji na kumwambia kwamba asije kaondoka kwa sababu ni hatari sana. Na akamwambia, sikiliza John, outsiders wana watu 600, lakini sisi tuna watu 98 tu, hata 100 hatujafika. Maana yake ikitokea vita ni rahisi sana sisi kupigwa na outsiders, hatuwezi kabisa tukawapiga. Lakini pia tunaangaliwa hapa muda wote. Warden ana macho yake kila sehemu hapa. Sasa mtu akitaka kutoroka muda wowote ule, helikopta inaweza kafika na ukawa kwenye matatizo makubwa sana. Baadaye John akakutana na daktari, dokta tuseme, ambaye ndo walikuwa wanamtegemea, anaitwa Tom, ambaye akawa amempa matibabu kidogo ya kile kidonda chake na kumwambia kwamba John, tafadhali jitahidi ukiacha kidonda chako kiwe kisafi muda wote, kwa sababu kisiwe infected. Kikipata infection huku kwetu hatuna dawa kabisa, na hakuna dawa za kitabibu ambazo zinaweza zikakuponyesha kidonda chako kwa haraka. Baadaye John akawa ametoka pale, akawa ameona kuna kijana anamfuatilia ambaye anaitwa Casey, na huyu Casey alikuwa anataka kuonana naye. Anasema, sijawahi kuona mtu ambaye amemtoroka Marek, yani outsiders. Hajawahi kuona mtu na hiyo, ndio maana nataka kuonana na wewe na kuongea na wewe. John akamuuliza kijana, kwa nini unataka kuongea na mimi? Hebu ondoka hapa, niache mimi. Baadaye John akatoka na kwenda pale kwenye ule mwamba mrefu baharini kule, akachukua kleti moja la mbao na kulirusha pale kwenye maji.
lakini kulingana na nguvu ya mawimbi ya kwenye maji yakawa yamelivunja lile kreti dakika moja pale pale. Na hapo ndipo akamegundua kwamba hatoweza kuogelea kwenye haya maji kwa sababu maji yalikuwa na nguvu kweli kweli, yangeweza kumuumiza ama kumuua kabisa. Casey naye akaja pale na kujoin na John. Akamwambia John, haya maji yana sharks wengi sana, ambao sharks ni samaki ambao wanaweza wakakula kwa dakika 0 tu. Usiku ule John akawa amegundua baadhi ya watu wakiwa wamebeba kitu wanaenda nacho kule baharini. Akaanza kufuatilia, lakini akati anatoka Hawkins akawa amemkamata. Wewe unaenda wapi? Na akamtandika ngumi la usoni bwana, na kumwambia wewe, sikiliza, hapa huwezi ukaamua kila kitu kukifanya. Sisi ndio matabe wa hapa na utusikilize kila tunachokwambia. Lakini John alivyosimama akamtandika na yeye ngumi, jamaa akaanguka chini na kuzima pale pale. Yani hilo ligumi limoja la John lilikuwa ni balaa, yani kama kilo 8 hivi. Akamwacha jamaa pale, yeye akaudi zake kule kijijini. Siku inayofuata asubuhi wakiwa wanapata zao breakfast pale, John akamuuliza Casey. Akamwambia Casey, wewe ulifanya kosa gani mpaka ukaletwa huko? Casey akamwambia, ni story ndefu sana. Mimi nilikuwa na bosi wangu ambaye alikuwa ni mafia. Nikaa nimemsaidia kuteka watoto wawili, lakini lengo langu mimi halikuwa ni kuwadhuru hao watoto. Bosi wangu ndiye aliyewaua wale watoto. John akameona kuna chopa inapita juu. Casey akamwelezea kwamba tunapata bidhaa mbalimbali mara 2 kwa mwezi, lakini mara nyingi wale outsiders wanakuja na kuiba kila kitu. So mara nyingi hivi vitu vikija huwa hatupati chochote. Lakini pia hii helikopta huwa inashusha hivi vyakula kwenye location tofauti tofauti kila wakati. Na wakishusha vyakula kwenye sehemu tofauti tofauti, sisi huwa tunafeli zaidi kuplan, lakini outsiders wanajitahidi na kuwahi hivyo vyakula. Baada ya kumaliza breakfast, John pamoja na Casey wakatoka na kwenda kwa bwana mmoja anaitwa Killian. Killian alikuwa ni mtaalamu wa kutengeneza pombe, kinywaji tena, unajua kamnyweso. Sasa John alivyojaribu ile pombe, ilikuwa ni mbaya, hakuipenda hata kidogo. Akasema, pombe gani? Killian akakasirika bwana kusikia mtu anadharau pombe yake. Akataka kumtandika ngumi moja matata bwana John, lakini John akaikwepa ile ngumi. Baadaye wakasikia kengele bwana, na insiders wote wakakimbia kwenda kwenye gate. Na mmoja ya walinzi alikuwa amekamatwa kwa sababu amelala akiwa lindoni zaidi ya mara 2. Na ukilala ukiwa lindoni zaidi ya mara 2 ni kesi ya jinai bwana, kwa sababu unakuwa unawaweka hatarini wenzio. Yani wanakijiji unawaweka hatarini ukiwa unalala ukiwa lindoni. Sasa adhabu ambayo unapewa, unafukuzwa pale kijijini. Na ukifukuzwa maana yake unaenda kule mapolini ambako unaweza ukakutana na outsiders. Ukifanikiwa kutoka ukarudi tena kijijini, maana yake unakuwa umesamehewa. John akiwa pale naye anaangalia jamaa akiwa anaadhibiwa bwana. Lakini upande wa pili tunaona outsiders wakiwa wanagombea chakula chenyewe walikuwa ni panya wachache waliokuwa nao ambao walikuwa wamerostiwa pale. Na Marek ambaye kiongozi wao akawa anawatuliza pale. Na mmoja kati ya vijana wake hapa wakaulizia, vipi bidhaa zilizoangushwa na helikopta iliyopita leo asubuhi ziko wapi? Mark akasema, kesho asubuhi tutakuwa tumeshazichukua na mtulie, mtapata chakula. Jamaa mmoja yule aliyejichola vibaya na anatisha, akamwambia, bwana, tumekuchoka wewe. Tumechoka sheria zako. Kwanza John alikupiga. Yani yule jamaa akawa amemshusha kweli vyeo bosi wao bwana, na kumwambia kwamba mimi ndiye natakiwa kuwa kiongozi wenu. Mark akasema huyu jamaa upuuzi. Akammaliza pale pale kwa upanga kudadadeki. Sasa Mark au bwana Marek akamwambia jamaa yake mmoja anaitwa Scab kwamba wanatakiwa kwenda kuwashambulia insiders. Sasa ilipokuwa imefika siku ya Christmas, insiders wakaamua kusherehekea Christmas. Wakapamba hapa nini na vitu kama kule, moto unang'ara juu na vitu kama hivyo. Wanasherehekea Christmas tena. Na father ambaye ndio kiongozi wa insiders akawa anatoa speech. Akawaambia, tumepoteza watu wengi sana. John akawakumbusha kwamba, sikilizeni, tusiwafikirie tu watu ambao wamefariki, lakini muwaombee hata wale ambao mmewafukuza wako mapolini, wameenda mapolini, yamkini wamekufa na kuliwa huko na insiders. Sasa na wenyewe tuwaombee. Sasa John alikuwa panga kuondoka, lakini father akamwambia, sidhani kama utafika mbali John, kwa sababu ni ngumu sana kuondoka kwenye hichi kisio. Lakini upande wa pili wale outsiders walikuwa wamejiandaa
kumbe wako wanawalia denge bwana, na wanataka kuwa-attack mbaya kinoma noma. Na insiders wakawa wamepata habari kutoka kwa spy, kumbe walikuwa na spy huku kwa outsiders. Haraka sana wakaanza kujipanga na kugonga kengele, watu wakaanza kujipanga kwa ajili ya vita. Casey akamfuata John na kumwomba John aende kupambana pamoja nao, lakini John akamwambia, dogo, hebu toka hapa, mimi sitaki ujinga wako, kwa sababu mpango wa John ilikuwa yeye ni kuondoka. Lakini baadaye John akaamua kumsurprise Casey, akamfuata Casey kule vitani bwana, akachukua ile bastola ya kurushia mishale na kujiweka sehemu nzuri kwa ajili ya kuanza kushoot. Sasa habari zikafika kule gerezani, Warden akawa amepewa taarifa kuhusiana na vita ambayo inaanza kupigana muda si mrefu, na yeye akasema fresh tu, acha waendelee kupigana bwana. Kwenye lile daraja kulikuwa kuna walinzi kadhaa wa insiders, ghafla wakavutwa na kuingizwa kwenye maji na wakauliwa mle. Sasa outsiders wakaanza kurusha mishale ya moto. Jamaa mmoja alikuwa anapiga mwayo bwana akatandikwa moja ya mdomoni akiwa amefungua mdomo wake kudadadeki, kwisha bali yake pale pale. Sasa Hawkins, kwa sababu yeye ndiye alikuwa commander chief, kamanda mkuu wa jeshi, akawaambia insiders kwamba waanze kukwepa mishale. Wakawa wanakwepa ile mishale na wao wanarusha vya kwao, na mishale kaanza kurukia kwenye majengo yao na kuunguza majengo yao. Sasa ikabidi wapigane huku wanaokoa majengo yao, manake ile mishale wakaanza kuichomoa kutoka kwenye nyumba zao ili nyumba zisiungue, lakini wakawa wanapigwa sana. Lakini outsiders pia kumbe walikuwa wamefunga ile geti lao la mbele, ile geti la insiders likawa limefungwa kamba na limefungwa kwenye miti, na outsiders wamekata miti, ile miti inaanza kudondoka. Mti unavodondoka unadondoka na lile geti lao, geti pamoja na towers zikawa zimeanguka pale. Sasa outsiders wakaanza kuingia kijijini hapo, wakaanza kuchambana na kutandikana mbaya, yani oya, ilikuwa ni mabeto mbaya, yani watu wengi wakawa wamefariki pale. Na John akaonyesha uwezo mkubwa sana wa kupigana, akajaribu sana kuwasaidia insiders na kuwaua outsiders wengi sana bila hata huruma. Sasa Casey akawa anataka kutunguliwa na outsider mmoja, lakini bahati nzuri John akawa amefika on time na akamsaidia kummaliza kabisa yule outsider. Father naye akawa akipigana, akawa anawatandika kweli wale outsiders, lakini bahati mbaya mmoja kati ya outsiders akawa amemchoma kisu Father bwana. Sasa Hawkins, kwa sababu yeye ndo commander chief, akawa amechomoa kile kisu na kumwambia Skull ambebe Father na kwenda kumweka sehemu ambayo ni salama zaidi. Upande wa pili, Marek na Scab wao walikuwa wamejificha kwanza. Wamejificha kwenye maji wakiwaangalia vijana wao wanaua watu, na wao wakaanza kuingia kijijini taratibu. Sasa wakiwa wanaua walinzi mmoja baada ya mwingine, wakawa wamejificha sehemu wakiwa wanamwangalia Skull akiwa anamleta Father kwenye hilo jengo ambalo wao wamejificha, na walijificha very strategically ili waweze kumkamata Father na kummaliza moja kwa moja. John naye akawa ameona bwana. John akakata kamba ghafla na kubembea ile kamba kwa uzito wake iweze kumpeleka upande wa pili aende akaokoe jahazi. Sasa Father pamoja na Skull walivyoingia kwenye kile kichumba bwana, oya, wakamtandika Skull pale na kumzima, na jamaa yani lile Scab likali limemshika Father pale bwana na kuminya kile kidonda ambacho alikuwa amechomwa kisu. Na Marek sasa na yeye akiwa anajiandaa pale, anavuta ganda pale huku anaongeza nguvu ya kuweza kumuua Father. Lakini kwa bahati nzuri sasa John alikuwa ameshafika on time. Kulikuwa kuna mlango, ile milango ya siri hizi wanaziita trap doors. Akaufungua ile trap door na ile jamaa likaanguka moja kwa moja kutoka juu kabisa kwenye hicho kijumba, kwa sababu hicho kijumba kilikuwa ni cha juu kabisa hadi chini kabisa. Na Skull kwa bahati nzuri naye akachukua mshale wa moto na kumtandika Scab. Scab akaanza kuungua pale. Sasa vita kali sana ikaanza kupigwa kati ya Marek na John. Na ilionekana kabisa skills zao, uwezo wao wa kupigana ulikuwa unafanana. Lakini vita yao ikawa imeingiliwa na Scab ambaye alikuwa anawaka moto hapo, anakimbia kujaribu kwenda kuzima moto kwenye maji. Na kweli bwana, Marek akamsukuma Scab kupitia dirishani, Scab akaangukia kwenye maji moja kwa moja. Sasa baada ya kuona kwamba huyu jamaa John huyu ataenda kuniua muda wote kuanzia sasa, Marek akaanza kukimbia na kuambia vijana wake, retreat, tukimbie, tusepe, wapuzi hao wana nguvu sana leo. Bwana wakasepa bwana. Muda mfupi baadaye, baada ya vita kuisha, insiders wakakusanya miili ya ndugu zao yote na kuanza kuichoma pale. Na wakiwa naichoma miili ile, Father akaongea neno
kuwatia moyo vijana wake na kuambia tumepigana vita hii kwa ajili ya kuokoa maisha yetu na kutetea kijiji chetu. Yeye John alikuwa yuko mbali, anaangalia ule moto ambao wanaunguza ndugu zao kule. Yeye yuko mbali, wala hataki kujihusisha, hawamuhusu wao kwanza. Sasa akiwa amekaa pale, ghafla bwana mauzauza yakaanza kumjia kichwani, akikumbuka mauaji aliyoyafanya akiwa vitani. Ilikuwa kama nightmare fulani hivi inamuingia kichwani mwake. Lakini baadaye Kilian akaja pale na kumpa kinywaji na kumwambia, kijana, hebu kunywa kimaji. Akasema father alikuwa amekamatwa na kufungwa jela kwa kosa dogo sana la kwamba mkewe ali overdose, na mahakama ikaamua kumfunga father kwa sababu walizani kwamba yeye ndiye aliyemuua mkewe, lakini mkewe alikufa kwa kuoverdose mwenyewe. Na akamwambia, sikiliza, father ndio mtu pekee ambaye yuko innocent kwenye kisiwa hiki, yani mtu ambaye kesi yake haieleweki na hakutenda hilo kosa. Sisi wengine wote huku tuna matatizo yetu. Asubuhi ilipofika, John akameona insiders wengine wakiwa wamebeba zile supplies, yani bidhaa mbalimbali ambazo ziliangushwa na helikopta. Akaamua kufuata bwana. Alipofika kule akashangaa kuona hawa jamaa kumbe wametengeneza boti la siri na kumfuata father na kumwambia, father, kwa nini mmetengeneza boti na mnafanya haya mambo kwa siri? Hamsemi. Father akasema kwamba tumekuwa tukifanya planning za kutoroka hapa kwa muda mrefu sana, na hii boti ilikuwa designed na Dysart, na hii boti ina cooling system ambayo ni ngumu sana kuonwa na askari wa magereza wale ambao wanawafuatilia pale kisiwani. Lakini kwa bahati mbaya bwana, kumbe sensa zikaliona lile boti, na lilivyoiona lile boti mahelikopta yakaja pale wangu wakalishuti lile boti, likawa ndo kwisha bali yake. Lakini haikuishia hapo bwana. Zile helikopta zikaja hadi kuwaangamiza kabisa hawa ambao walikuwa ni kama watchmen, yani wale ambao walikuwa wanaangalia na kuliangalia lile boti litafika mpaka wapi. Likifika mbali wangeweza tena kulirudisha ili waone kama wao wanaweza wakaenda nalo bwana. Mpango wao ukawa umefeli pale. Baada ya hapo father akawa ameshtuka na kusema, hapana, warden, yani yule kiongozi wa gereza atakuwa na spy kati yao. Kati hao watu ambao wamefungwa hapa lazima kuna spy ambaye anapeleka habari kule, anazituma habari kwa namna yoyote ile. Sasa John akamwambia father, sikiliza, mimi ninataka niwe kwenye boti inayofuata, boti ambayo itatengenezwa sasa, mimi nataka lazima niwepo. Sasa father pamoja na Hawkins akamwambia, kwa haiwezekani, kumekuwa kuna watu hapa ambao wamekaa kwa miaka mingi wanasubiri kuweza kuondoka, lakini wewe umekuja jana tu unataka uondoke wewe. Kwa lipi ulilofanya? Inabidi usubiri mpaka itakapofika zamu yako. Muda baadaye John akamfuata bwana Dysart ambaye alikuwa anatengeneza boti nyingine. John akamwambia Dysart, vipi, ili boti ukimaliza kulitengeneza wewe utaondoka? Dysart akamwambia, hapana, mimi sitaondoka. Akamwambia, miaka 3 iliyopita nilitengeneza boti zuri sana na bomu zuri sana. Kwa sababu ya lile bomu nililolitengeneza watu 50 walifariki liliwalipukia. Sasa mimi ninadhani mimi ninastahili kuishi hapa kisiwani kwa ajili ya kulipa fadhila za wale watu ambao walifariki. Sistahili kurudi. John akawa anaangalia pale mambo ambayo Dysart anafanya. Akagundua kwamba kuna engine hana. Ile engine wangeipata ingewasaidia kwelikweli kuweza kutoroka na boti ile ambayo linatengenezwa. Sasa John akamfuata father na kumwambia, father, sikiliza, mimi nitaenda kwa Marek, yani outsiders, nitaenda kuiba engine kule, na nikiipata hiyo engine naomba unipe promise kwamba mimi nitaondoka boti hii ikiwa imeisha kutengenezwa. Nitakuwa miongoni mwa watu watakaoondoka huku. Mimi sitaki kukaa huku na nitafanya lolote liwezekanalo mimi niweze kuondoka. Father akakubali, akasema, mimi sina shida, fanya kazi yako na kweli utaondoka boti inayofuata. John akata anaondoka akakutana na Hawkins ambaye akaanza kumpa michoro na njia mbalimbali za kuweza kufika kwa outsiders, na akamwambia hii ruti ni ruti rahisi zaidi, nenda ufike salama. Lakini Dysart pia akaja pale akamletea na bomu. Huyu alikuwa ni mtaalamu wa kutengeneza vitu mbalimbali. Sasa akawa ametengeneza bomu jingine ambalo kijana akalitumia akifika kule. Kesi akaja akasema, mimi nataka kwenda pia. John akamwambia, mpuzi wewe, rudi, utaniletea matatizo. Wewe rudi, kaa hapo, mimi acha niende. Akamwambia baki hapo. Upande wa pili Marek akawa anawaambia watu wake, akaambia, mnaona hivi vichwa? Akamwaga vichwa kutoka kwenye mfuko alikuwa ameubeba. Wale viongozi wenzenu ambao walikuwa wanajifanya wanataka kunipindua, vichwa vyao hivi hapa. Sasa nione mtu ambaye ataleta ujinga, mtulie hivyo hivyo, pumbavu nyinyi. Na masaa machache baadaye John akawa amefika kwenye kambi ya Marek. Akashangaa kumuona Kesi alikuwa anamfuata bwana. Ghafla Kesi akata anakimbia hivi, akawa amenasa kwenye mtego bwana. Akaanza kuning'inia kutoka mtini. Sasa kabla John hajamuokoa,
outsiders wakawa wamefika pale on time na wakamchukua kesi wakaenda naye bwana. Sasa outsiders wakawa wanacheka akati Marek akiwa anamzingua kesi, anamtesa pale. Sasa wakiwa kobize wanahangaika na kesi, John akatumia muda huo kusneak in, akavaa hadi mavazi ambayo yanafanana na wao kabisa. Akaanza kuwaua walinzi mmoja baada mwingine. Akamefanikiwa kuipata ile engine bwana, akaichukua. Lakini alivyoangalia kwenye dirisha akawa amewaona walinzi wengine, akawatandika. Na anavyochungulia akawa amemuona kesi akiwa anateswa sana. Jamaa akarusha mabomu yake aliyopewa yale. Mlipuko mkubwa kweli ukatokea. Sasa wale outsiders wakaanza kukimbia kwenda kumtafuta ni nani huyu ambaye amekuja kuwavamia. John akakimbia na kwenda kumuokoa kesi kutoka kwenye sehemu ambapo walikuwa wanamtesa pale. Bahati nzuri Mark alikuwa amemtegea bwana, na akaja moja kwa moja pale ambako John yupo kumuokoa kesi. Wakakamatwa na kurushiwa kwenye pool moja hivi la ajabu la maji machafu kweli. Na Marek akamwambia, sikiliza, ili muweze kuokoka kwenye hayo maji lazima mtandikane mpaka mfe. Yani piganeni mpaka mfe. Msipopigana basi wote mtakufa hapo. Tutawaua wote. Sasa kesi akajifanya anamuattack John. Na kesi lengo lake lilikuwa ni kumwambia John, tafadhali John, naomba uniue mimi. Najua wewe utaenda kuwaokoa ndugu zangu kule. Mimi sina msaada wowote kule. Sasa John akamwambia, mimi siwezi kukuua wewe. Wewe ni ndugu yangu bwana. Lakini kesi akachukua ule mshale na mkuki wa John na kujichoma mwenyewe na kujimaliza pale. Sasa Marek akamchukua John na kumweka kwenye ubao wa kukatakata kudadadeki. Ule ubao anakuweka shingo, alafu anaachia kibao cha juu ambacho kina kisu. So kinakukata pale, kinakutenganisha kudadadeki. Lakini kwa bahati nzuri John kabla hajauliwa pale, kulikuwa kuna spy mle ndani ambaye ni wa insider. Akamuua yule jamaa ambaye anatakiwa kumuua John. Akamwambia, sikiliza, nenda kwa insiders, mwambie father kwamba Marek ameandaa jeshi lake tena, wanakuja kwa mara ya pili. Na mara ya pili hii wakija, vita yake haitokuwa nyepesi. John akawa amerudi asubuhi inayofuata akiwa na ile engine ambayo akampelekea Dysart ili aendelee kufanya kazi aliyokuwa anaifanya ya bot. Akamwambia fanya haraka sana. Lakini akatoka moja kwa moja na kwenda kwa father na kumwambia kuhusu mapigano ambayo yanakuja, ambayo Marek anayaandaa, na mapigano haya alikuwa anayaandaa kwa nguvu kubwa kweli. Lakini John akawa amemuona father akiwa anaumwa sana, na alijua kabisa kwamba hawana silaha za kutosha kuweza kuwashinda wale wapuuzi kule. Akamwambia inabidi tutoroke hapa kijijini haraka sana, tuondoke kwa sababu hatutoweza kuwashinda wale. Wana vifaa ambavyo viko modern zaidi yetu. Hawkins akamwambia sasa kijana, hatuwezi tukaondoka. Akamekasirika kwamba hapa ndipo nyumbani kwetu. Lakini father akainuka akiwa hayuko vizuri. Akamwambia ni kweli, ninakubaliana na John, inabidi tuondoke. Akampa orders Hawkins na kumwambia fanya maandalizi ya kuondoka. Asubuhi inayofuata watu wa kijiji cha insiders wakaanza kujiandaa na kuondoka. Lakini John alivyorudi chumbani akashangaa kumuona father akiwa bado yuko kitandani. Na kumbe bwana, father alikuwa na ugonjwa mbaya sana ambao ulikuwa unamuua taratibu. Na muda si mrefu yamkini akafariki kama hatopata matibabu kwa haraka. Hakuna anayefahamu kuhusu hili. Ingawa Hawkins alikuwa ana wasiwasi kwamba yamkini father ana ugonjwa mbaya. Na father akamwambia John, sikiliza, mimi nataka nikuachie kijiji changu. Wewe ndio uwe kiongozi wa hawa wanakijiji kuanzia sasa. Lakini John akamwambia, mimi siwezi bwana. Mimi mpango wangu ni kuondoka hapa kisiwani. Siwezi kuishi hapa kisiwani mimi. Nitaishije hapa kisiwani? Hata wanawake hawapo. Nitamwaga wapi mayonnaise? Sasa father akampa kitabu chake kidogo ambacho kilikuwa kina ukweli mwingi sana. Na akamwambia John, tafadhali tusaidie kutafuta mtu ambaye anaweza kuwaokoa hawa wafungwa wote ambao wako hapa kisiwani. Sasa John akawa ameenda kwa Dysart ambaye ameshamaliza kutengeneza lile boti. Sasa lile boti walivyoliwasha likawa linatoa moto mwingi sana kwenye engine yake, na ule moto ukawa umemfanya John akumbuke tena mauaji aliyoyafanya akiwa vitani. Akawa amekasirika sana kuona ule moto, akageuka na kuondoka. Usiku ule John akaamua kwenda kumwambia father ukweli. Akamwambia father, sikiliza, bosi wangu alinifanya niue watu wengi sana tukiwa vitani, na serikali ikawa imeuficha umma kuhusu yale mauaji ambayo mimi niliyafanya, na hakuna mtu yote aliyenisikiliza. Nilipotaka kuongea ukweli walininyamazisha, na mimi kwa hasira ikabidi nimuue bosi wangu. Kwa sababu hiyo ndio maana nikawa nimekamatwa. Sasa asubuhi John akawa ameona
kichwa cha yule spy wa Outsiders kikiwa kimechomekwa kwenye mshale, kwenye mkuki na kimewekwa nje ya makazi ya Insiders. Na upande wa pili, Warden alikuwa anaangalia kila kitu kinachoendelea kule kisiwani. Ghafla, Outsiders walikuja kwa numbers. Yani walikuwa ni wengi kweli kweli. Wana hasira mbaya, wanakuja wanakimbilia kijijini. Sasa walipofika pale, wakashangaa kuona kijiji hakina mtu bwana. Wakajua kwamba wameshinda. Lakini kumbe ulikuwa ni mtego bwana. John akatokezea pale akiwa na bunduki ambayo ilikuwa inatengenezwa kipindi kile, na akawa amebutua, na alivyobutua ikawa imebutua na mabomu mengine. Wale Outsiders wote walikuwa pale wakawa ndio kwisha bali yao. Insiders nao wakaanza kuja sasa wakiwa wengi. Sasa Outsiders wale ambao walikuwa bado hajaingia hapa wakakimbia, walikuwa waoga, wakakimbia kwa spidi mbaya yani. Sasa Father alivyotoka kwenye chumba chake na kuja kuangalia matokeo ya shambulio lao walilolifanya, Malek kumbe alikuwepo bwana. Alikuwa yeye hajaondoka bwana. Akawa amevamia na kumuua Skull na kuanza kupigana na John pale. John na Malek wakawa wamepigana sana. Baadaye John akawa amepigwa na Malek mpaka kuanza kuninginia kwenye lile banda pale. Lakini kwa bahati nzuri Father akawa ametokezea pale na kumsaidia John kwa kuanza kupigana na Malek. Lakini Malek alikuwa amemshinda nguvu kwa sababu Father alikuwa ni mgonjwa bwana. Akawa amempiga bonge la beto Father pale pale. Lakini John akawa amekuja pale na kuanza kumtandika Malek. Akamtandika Malek mpaka Malek akaanguka na kuangukia kwenye maji, ambako akaenda kujichoma moja kwa moja kwenye mjiti ambao ulikuwepo kule majini. Muda mfupi baadaye John akawa ameona moshi mkubwa sana ukiwa unatokea upande wa baharini. Yeye pamoja na Hawkins wakawa wameenda kule, wakamkuta Dysart akiwa amefariki na boti lile waliokuwa wamelitengeneza likiwa linaungua moto. Sasa Dysart alikuwa amevaa necklace shingoni kwake, na ile necklace ambayo ilikuwa shingoni mwake ilikuwa imeandikwa Toms, na hiyo ilikuwa ni maana yake kumbe jamaa alikuwa ni spy wa Warden. Yaani Dysart kutengeneza kote kwa mabomu alikuwa anafanya kazi kama spy. Walikuwa wanamwamini sana, lakini kumbe jamaa alikuwa ni spy. Sasa bwana, wakatoka na kwenda kwa yule daktari wao kule. Kumbe walikuwa wamemlenga vizuri. Kumbe naye huyu jamaa alikuwa ni shushushu spy wa Warden bwana. Na walipoingia pale wakamkuta jamaa ametoka kuoga, ana masensa kibao yani ambayo huwa anayavaa, ambayo wenzake hawayaoni bwana, na mwili wake alivyokuwa kibonge inakuwa ni balaa. Sasa wakamweka chini ya ulinzi pa, na wakamlazimisha amuite Warden aje amchukue kwa sababu hali imekuwa mbaya. Warden kweli bwana akawa amewasha helikopta kule, wanakuja kumchukua jamaa, na yeye akawapa ishara sehemu ya kwenda kuland ili wakifika hapo wamkute yeye bwana. Kumbe ulikuwa ni mtego. Insiders walikuwa wamejificha. Warden pamoja na wanajeshi wake walivyoshuka wakakamatwa wote na kuuliwa pale pale. Na John akakimbia kwenda kumdaka Warden asije akatoroka. Wakamtoa pale, wakamtisha na kumtoa nje bwana. John akaingia kwenye helikopta na yeye akaenda kulishikilia dege, akaondoka na Killian pamoja na baadhi ya wafungwa walikuwepo pale kisiwani bwana. Wakawa wameachwa pale Tom pamoja na yule Warden. Ghafla bwana, Outsiders hawa hapa. Warden amepatikana. Alikuwa anajiona yeye ni mbabe, anawatesa wenzie, na leo ni zamu yake kudadadeki. Na filamu letu likawa linaishia hapo. Basi ule muda wa kusoma komenti zetu za kishujaa umefika, au vipi wanangu? Sasa komenti yetu ya kwanza inatoka kwa Halidi Mwangota. Anasema, mzee wa mayonnaise, unajua huwa tunaangalia recap nyingi sana mitandaoni, ila hii style yako kureview comment inatupa raha sana. Huo ndio ubunifu bwana. Tutakujengea sanamu bana. Afika ika emoji ya kucheka pale, alafu akasema pale Magomeni darajani ikiisha watanijengea sanamu pale Magomeni darajani, au vipi? We love you DJ Mayonnaise. Mr. Mayonnaise, I'm here. Asanteni sana mwanangu Khalid. Asante sana na kukubali kinoma noma mwanangu. Huyu anaitwa Damas Vitas. Anasema nakubali sana bro, yani sauti yako na unavyoeleza kila tukio Mr. Mayonnaise, ila tu toa nyingi.
Oya, usijali mwanangu, tutatoa nyingi kinoma noma ya. Huyu anaitwa Esther, anasema jina langu ni Rob kutoka Dodoma. Nakubali sana, naomba utume kazi nyingi kidogo, Mungu akubariki. Nitafanya hivyo. Maua kibao kayamwaga. Asante sana na kukubali kinoma noma. Huyu anaitwa Uniweza Omela, anasema una sauti nzuri sana. Asante sana na kukubali kinoma noma yani. Huyu anaitwa X Hafat, sijui jina lake linasomekaje, lakini anasema oya, vipi DJ, pande za Tanga hapa. La DJ tupe moja inaitwa Goal kwa sisi wapenda mpira tajiri. Alafu we ni mwananchi au mnyama? Oya, mimi ni mnyama mwanangu, mnyama mimi. Uwezi ukanifanya mimi kwa mwananchi bwana. Jamaa kanifurahisha sana. Huyu anaitwa Natasha, anasema DJ leo nimewahi, naomba maua yangu. Love you sana. Afukamwaga makopa. Natasha, nakupenda mbaya. Chukua maua ya kutosha Natasha, au vipi? Huyu anaitwa Leila Mdoe, anasema mbona nasikia sauti nyingine? Sasa jamani, kuna watu wamekuwa wakisikia Kiingereza. Ni kweli YouTube wanachokifanya wana translate siku hizi. So mimi nikiongea Kiswahili, wao wanaweza kuweka kwa Kiingereza pia, ili watu ambao wanaongea Kiingereza na wenyewe waweze kupata uhondo ambao ninyi mnaupata. Sasa ndio maana sauti inakuwa nyingine. Sasa ukiona inafanya hivyo, sasa utaenda kwenye kile kialama cha setting pale, utakiklik. Alafu kuna sehemu pale pameandikwa audio track. Utapa click pale. Ukiona pameandikwa English, basi rudisha kwenye Swahili ambayo ni original. Kwa wale ambao mnapata lugha ya Kiingereza na mnataka udambwi huu wa Kiswahili, basi utaenda pale na utaipata kwa Kiswahili kwa maana hiyo. Na ukiipata kwa Kiswahili hapo utaendelea kuenjoy. Lakini unaweza ukachagua lugha zingine kwa sababu ya watu ambao wako mataifa tofauti na Tanzania. Ndio maana YouTube na wenyewe wanatusaidia ili tuweze kupata lugha nyinginezo watu nao waenjoy ambao hawafuatili Kiswahili. Basi asante sana kama umefika mpaka hapa mwisho. Ninajua unapenda sana kuangalia mafilamu yetu, au vipi? Sasa kama umefika mpaka hapa mwisho, jitahidi usiache kulike, kwa sababu ukilike unawasaidia na watu wengine waendelee kuziona video zetu. Lakini pia usiache kucomment, maana ninasoma komenti zenu. Lakini kusubscribe ni muhimu kuliko mambo mengine yoyote, kwa sababu tunataka tufike milioni 1 jamani. Naomba tujiwekee challenge ya kufika milioni 1 mwaka ujao, kabla mwaka hujaisha, mwaka ujao tufike milioni 1. Naomba nione comment za wale wanaotaka tufike milioni 1 kabla mwaka 2026 hujaisha, kwa sababu tunakaribia kuingia mwaka 2026. Sasa kabla hujaisha tupate comment 1000, na mwisho wa mwaka huu nitatoa zawadi kwa watu. Au vipi? Tafadhali usiache kusubscribe. Tafadhali subscribe. Oya, ninakupenda ile kinoma noma yani.